Kuna simu unaweza kuipokea leo na ikapelekea kuibiwa fedha zako zote kwenye akaunti zako bila hata kuwatajia akaunti zako wala namba yako ya siri, na wengi wameshaibiwa kupitia njia hii ambayo leo tunakwenda kuiangalia kwenye video hii. Kama unatumia simu na WhatsApp, basi video hii ni muhimu kwa ajili yako, kwani leo nakwenda kukuonyesha aina ya simu usiyopaswa kuipokea hata ikiita mara ngapi kwenye simu yako. Hebu tuanze na swali letu kabisa. Simu hii tunayozungumzia hapa ni ipi na inaonekanaje kwenye kioo cha simu pale inapokuwa inaita? Watu wengi wanadhani matapeli wanatumia namba zile zilizofichwa, yani private numbers, zile namba ambazo hazina umiliki halali wa mtu, lakini ukweli ni kwamba siku hizi wanatumia namba za kawaida kabisa, na iwezekana hizo namba zikawa na usajili wa mtu wa kawaida kabisa, lakini pia wanaweza kutumia namba ambazo zimesajiliwa kwa majina ya makampuni makubwa ya simu au benki. Lengo lao ni kwamba zionekane ni za kweli. Inapokuja kama namba kutoka kwenye makampuni makubwa, wakati mwingine unaweza ukaamini kweli, lakini ukweli ni kwamba ni majina tu ndo yametumika kusajilia ile line au zile namba, lakini kiufupi hawahusiani nao moja kwa moja. Simu hizi huwa na tabia mbili ambazo lengo lake ni kukuonyesha kuwa kuna hatari. Kwanza kabisa, simu hizi zinaweza zikaita mara moja tu na kukata, lakini wakati mwingine zinaweza zikapigwa kwa mfululizo mpaka pale utakapoipokea ile simu. Lakini jambo la pili, ukishapokea tu hiyo simu, mtu aliyepo upande wa pili hataongea kwa utulivu, atazungumza kwa haraka sana na atajaribu kutumia lugha ya kuogopesha, na atajifanya mfanyakazi wa huduma kwa wateja kwenye kampuni ambayo watakuwa wameamua kuitumia kutapeli watu. Baada ya kuwa umepokea simu ile, atajaribu kukwambia kwamba kuna shida kwenye akaunti yako ya benki na inatakiwa kutatuliwa, na hataweza kukupatia hata muda wa kuweza kufikiria labda ni changamoto gani na imetokana na kitu gani. Najua unajiuliza, Linus, ikiwa sitawapa namba yangu ya siri watawezaje kuniibia? Sasa hapa ndipo teknolojia ilipofikia. Kwa zamani ilikuwa mtu kukuchukulia fedha zako kwenye akaunti zako ilikuwa ni hadi ajue namba yako ya siri, lakini kwa sasa tulipofikia, namba ya siri haina mashiko zaidi ya taarifa zako wewe utakazompatia pale atakapokuwa akikuhoji. Hebu naomba uweze kuwa makini hapa. Unapokea simu hiyo, kisha mtu anaanza kuongea na wewe. Lengo lao kubwa sio kwamba uweze kuwatajia namba yako ya siri, hapana. Lengo lao kubwa ni kwanza wewe uweze kuongea. Ukishaongea, wanachokifanya wanarekodi sauti yako. Leo hii kuna teknolojia ya AI au akili bandia, ambayo AI hiyo inaweza kuchukua sekunde chache tu za sauti yako na kisha kuitumia sauti hiyo kutengeneza sauti inayofanana na sauti yako 100%. Sauti hiyo baadaye wanachokifanya wanaitumia kupiga simu kwa ndugu zako au kwenye mifumo ya kibenki inayotumia utambuzi wa sauti yako, na mwisho wa siku ukajikuta umeshaibiwa fedha zako. Hapo hapo wanaweza kutumia njia nyingine ya kukutisha kwa maneno mengi, na kisha wakakwambia kwamba ili kuzuia akaunti yako isifungwe, bonyeza namba fulani. Let's say bonyeza namba 1. Sasa ukichanza kusikia wanakuambia kwamba bonyeza namba fulani, alafu ni kutoka kwa mtu usiyemjua, basi moja kwa moja ya kupasa uweze kufahamu unaunganishwa na mifumo ambayo inaweza kuiba taarifa zako. Taarifa hizo yawezekana zikawa ni za WhatsApp, lakini pia yawezekana zikawa ni za pesa zako zilizo kwenye akaunti zako. Kwa muda huu hawatohitaji namba yako ya siri, watahitaji tu wewe uweze kufuata maelekezo yao. Sasa naomba tuweze kuangalia ni dalili zipi ambazo zitaonyesha kwamba simu hiyo ni simu ya hatari, ili uweze kujikinga na simu hiyo. Dalili hizi utakapoziona, basi ya kupasa uweze kufahamu hiyo ni simu ya mhalifu, so ya kupasa uweze kujua jinsi ya kuendana naye. Kwanza kabisa, watahitaji taarifa zako kwa haraka bila kukupa muda wa kuweza kufikiria, na watakuendesha mbio mbio ili usiweze kufikiria jambo lolote na uweze kuwapa taarifa zako. Jambo lingine, watakata simu
au watakasirika ukitaka kufikiria. Ukimwambia ngoja nipige baadaye, huwa wanakuwa wakali, lakini pia wakati mwingine wanakata simu yao haraka. Na jambo lingine, huwa wanatishia kufungwa kwa akaunti yako, na wakishaona unaendana nao, basi watakwambia usimwambie mtu yeyote, kwa sababu wanajua ukimwambia mtu huenda akastuka na then kukwambia kwamba unaibiwa. Sasa kama utakutana na simu ya design hii utafanya nini? So jambo la kwanza kabisa, haupaswi kuipokea simu ya namna hiyo. Kama namba ni ngeni kabisa na hautaraji kupata simu yoyote, basi uiache iite. Kama ni mtu wa muhimu, atatuma hata ujumbe mfupi wa meseji. Lakini kama umeshaipokea na ukatambua kwamba unaanza kusikia viashiria ambavyo tumeweza kuviongelea kwenye video hii, basi ikate simu, na pia kama inawezekana izime kabisa na kuizima, kwa sababu pale ulipoipokea huenda kuna vitu alikuwa ameshaanza kuvipata, lakini ukishaizima basi itakupatia access ya kuweza kuwazimia ile mfumo ambao ulikuwa umeshaiwasha kule. Na jambo lingine la tatu na la mwisho, basi kama umeshaipokea simu hiyo, basi nitakuomba uweze kuiblock na kuiripoti. Kuiripoti na maana utakuwa umesaidia pia watu wengine kuto kutapeliwa na watu hao. Ina maana ikisharipotiwa basi itaanza kuchunguzwa hatua kwa hatua. Sasa kama video hii imeweza kukufurahisha na imeweza kukusaidia, basi ningependa usisahau kubonyeza alama ya subscribe, lakini pia usisahau kucomment hapo chini, labda kama kuna kitu ungependa kwenye video inayofuata basi tuweze kukipitia au kujifunza zaidi kupitia masuala haya ambayo yanawakumba wengi. Chaneli hii ni maalum kwa ajili ya kuweza kukusaidia wewe ambaye unahitaji kuwa na ulinzi wako madhubuti kwenye vifaa vyako, let's say kwenye akaunti zako, kwenye simu zako na kwenye vifaa vyako vyote. So karibu sana, hii ni Jifunze na Linus, na usisahau kulike na kucomment hapo chini. Sisi tunatengeneza website, lakini pia tunaandaa huduma zote za mitandaoni, na pia tunauza akaunti za mitandao yote unayojua. So karibu sana, hii ni Jifunze na Linus, na kama unahitaji huduma yoyote ya kimtandao basi unaweza kuwasiliana nasi kwenye namba ambazo zinapita hapa chini kwenye skrini, lakini pia tunakukaribisha kwenye video zijazo uweze kuungana na sisi. Ukiwa pamoja nasi hapa kwenye Jifunze na Linus, basi utapeli ni mwisho. Hautokuja kulia kwa sababu ya kutapeliwa, hautokuja kulia kwa sababu ya kuibiwa fedha zako kwenye mitandao yako, hautokuja kulia kuibiwa akaunti zako. Watu wengi wanalalamika huwa wanaibiwa mitandao yao ya kijamii, lakini ukweli ni kwamba wao wenyewe hawajaamua kuwa makini na ulinzi wa mitandao yao. Lakini siku akiweza kuweka umakini na wakakubali kujifunza, basi kwa uhakika ni kwamba hawatokuja kuibiwa jambo lolote. So karibu sana, hii ni Jifunze na Linus, na tukutane kwenye video inayofuata.